Mwambie. Mimi ni tajiri. Mwambie. Utajiri wa laana. Sio tajiri wa ukweli. Nikizima hii moto, zima kwanza tuongee. Hata hii pia niongeze yangu na huku nyuma basi kama hutaki kusogea. Songa hapa. Mganga wewe. Ongezea yangu. Songa hapa. Nikizima hii moto, lazima nisonge. Uniahidi utazungumza. Tutaizima lakini utazungumza. Haya. Tulia. Wachilia mkono, wachilia mkono, wachilia. Wachilia mkono, wachilia mkono, wachilia, 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 wachilia. Tafadhali wachilia, wachilia, wachilia. Aki wacha, 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 wacha. Yamekukuta sasa. Wacha, wacha, wacha. Wacha, nimekusikia mkuu, nimekusikia mkuu, ama ni mteule, nimekusikia. Nimekusikia. Nimekusikia mkuu, nimekusikia. Wacha mkono, wacha, wacha. Yaseme basi, yaseme. Wacha, 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 wacha tafadhali, wacha. 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 Utapunguza kiburi. Nimewacha, hata sikupunguza, nimewacha. Nimewacha. Utapunguza kiburi. Nimewacha, sikupunguza, nimewacha. Nimewacha, wacha. Wacha. Wacha, 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 wacha. Utaileta hiyo mkoba. Mkoba nitaleta. Utabadilisha mienendo. Mienendo nitabadilisha. Utawacha uchawi. Nimewacha yote, nimewacha, wacha. Wacha. Mipango yote ya giza utawacha. Mipango yote ya giza utawacha. Nimewacha. Wacha. Wacha. Na ukirudi tena, wacha. You will face the consequences. Wacha. Unisikilizi basi. Nilikueleza. Shusha kiburi. Badili mienendo zako. Ningependa uniletee hiyo mkoba. Na usichomoe kile kilicho ndani. Ondoka sasa hivi, nenda ulete mkoba. Usichomoe kile kilicho. Yamemkuta huyo, kajifanya mtukutu. Nilimueleza. Mkuu, mambo gani haya yafanya katika dunia sasa? Alete mkoba. Hatuna wakati wa kucheza na wachawi. Mdogo sana huyu. Kajua sasa mambo ya uchawi. Kama mimi ndio nimeacha hayo mwenyewe. Mkuu, nimesahau viatu. Nimesahau viatu. Kisha lazima wabadilishe mienendo. Hatuna wakati. Kama mimi ndio na nguvu za giza. Nimeacha. Lazima. Yeye lazima zitoe zinyooke. Bwanake nahisi ako njiani. Yaja hapa? Yuaja. Naye pia lazima badilishe mienendo. Lazima atamkuta basi. Wametenda maovu. Watu wanyooke katika hii dunia. Lazima wanyooke. Kama mie niye mchawi mkubwa, nimenyooka sasa nafuata huyu aliye juu. Nyota inamuongoza. Afike basi tuone. Nyota inamuongoza sasa hivi. Yatakayomtokea. Analetwa kwa kasi. Namuona yuko njiani. Hatuna wakati wa kucheza na wachawi. Lazima watu wafuate njia mwafaka. Njia ya giza lazima tuzibe. Natumai pia wewe umebadilisha mienendo zako. Mimi sasa sitakufuata sasa kwa baba. Unachokusema basi mimi niko hapo nyuma yako ninakifanya. Hata sasa ndio umenipiga goti langu nalipiga mkuu. Mimi sikupiga hata kidogo. Unajua Yesu ni nani? Kwa sababu nilisikiza ukisema ujui Yesu ni nani. Kuna umejua katika hili dunia lenu basi kuna mambo mengi lao mimi bado siyajui. Hata kuomba nilijaribu kuomba juzi. Nikashindwa nikajipata tu ninayatema basi yale. Tukikukuta tena umerudi kwa mambo ya uganga. La hasha, nikajaribu kuomba lakini kasikia tu mdomo ametema yale mambo ya uganga ya kitambo, lakini mkuu ubadilishe mienendo. Nimekubali. Uko na kipawa ya kuona tukio kabla hakijatendeka. Nimekubali. Na hiyo nyota yako lazima ing'ae. Huu ndio njia mwafaka. Nilikueleza kwamba nilizunguka dunia kote. Nyota inamleta bwanake. Ngoje basi tuone yatakayotokea. Nahisi amekaribia. Wokovu utamtokea tu hapa tu. Hata yeye nahisi ya kwamba atabadilisha mienendo yake basi akikubali. Wanatenda maovu. Lazima dunia inyooke. Huu ndio njia mwafaka. Lazima watu wafuate njia ya mwangaza. Huu ndio njia mwafaka. Ndio. Huu ndio njia kila mtu anapaswa kufuata.
Mimi mambo za giza mie niliacha kitambo. Na muhisi anakaribia. Nyota inamleta kwa kasi. Nyota inamleta kwa kasi. Yule bwanake. Sasa kama bwanake. Sasa kama mwanamke ndio anakaa vile. Bwanake atakaaje huyu? Atatupiga hata mia. Vile mzee atakimbiaje na vile mgongo wangu huu. Umezeeka kwa huu. Bwanake mtukufu na amejenga kwanza huu mrefu kama mlingoti sikaaje. Naona nyota muganga. Mimi niache. Mimi naona piga josi la jirukaruka hapa. Usinipiga jamani. Nisaidie. Mchawi wewe. Cheki boss, ongea na yeye anisaidie. Nisaidie. Basi nyota imekuongoza mpaka hapa. Umefika hapa juu huo nyota. Mnambona wanipia kila wakati. Nilikwambia wewe utafika hapo utakunipiga mimi. Mimi usiniguze mimi. Kwanza na jeusi. Na ukigusa yote hapa. Mimi usinisogee mimi. Utanipaka bora. Yaani mimi nyeusi nyota. Yaani mimi nyeusi kuongeza ujeusi. Nyota imekuongoza hapa. Sarakasi gani? Ni nyota hiyo. Muganga nisaidie. Hakuna kitu cha kutekesha mkuu. Kama twiga likipiga samaki. Mwambie nisaidie. Zungumza na nyota. Punguza mwili utachoka haraka. Mbona? Haya basi unatazama gini? Unaona nyota basi. Ningependa ukaribie hapa. Mkaribie. Nyota. Tumekubali Ningependa ukaribie hapa. Ndio hiyo nyota. Zungumza na nyota. Zungumza na nyota basi. Wakati ni wako. Zungumza nyota kama utakusaidia. Zungumza na nyota. Zungumza nasi basi, si ndio? Zungumza na nyota. Sasa tunakuambia usogee karibu na kataa. Najua hiyo ndio tabia yako. Zungumza na nyota, mimi sinikaribie. Muganga. Nyota. Ambia nisaidie. Kusaidia lipi? Ninazungumza aje na nyota? Nyota iongei. Karibu kama utaki. Likimaliza kung'aa basi utatulia. Ukitaka ung'aazi kungue. Sogea karibu huyu kwa kuwa huyu ndiye ana nguvu. Kama utaki basi songea hapa. Msogee ndio upungu. Ona maka. Kwanza huyu unafurahia akitandikwa hivi na lie juu. Nilijua tu muganga mchawi wewe. Ni maovu yako. Liswa sindwe. Ni maovu yako. Bado uko na kiburi. Songea hapa. Moto inawaka hapo. Kwani nyinyi hamuoni? Hauoni moto? Unasema songea hapa. Nani anaweza ingia kwa moto? Uoni moto ndio hii hapa. Songea haya taisha. Ndio nasema songa hapa. Sasa mume. Haufahamu huyu ni nani? Mchawi, umeleta mchawi mkubwa kukushinda. Hanitese. Ninasema songea hapa. Huyu ni mchawi wa Mungu basi. Mchawi wa shetani, huyu wa Mungu jamani. Nisongee moto. Na kuhimiza. Muganga nisaidie. Nini hapa? Unataka kuniongeza usi na mimi mweusi. Ninakuhimiza usimame hapa. Peleka huko mara. Muganga, tulia. Gani hayo? Tulia. Wewe. Usinikaribie, ukinikaribia. Samahani. Njoo. Hapo sinjoi hapo. Ni sawa. Wacha nimsukumie moto. Nitakuleta mpaka hapa. Zima moto. Bali. Zima moto. Utakubali kutii sheria? Nimekubali. Utakubali kutii sheria? Nimekubali. Sio mimi. Ni mipango gani mko nayo katika familia ya kina Caleb? Zungumza ama moto utaongezwa. Sitauzima huu moto. Ama moto utaongezwa. Ni mipango gani mlikuwa mmepanga katika familia? Kwanza nataka kuteka mbali yake. Mlikuwa mnataka kuteka. Tema yote. Na ile mwili mmefuga huko ni ya kazi gani? Katika shamba ya kina Caleb. Hiyo ninatuletea pesa. Zima moto kwanza. Sitazima. Basi uzungumze. Mnatumia maiti. Hiyo ndio imeshika mali. Maiti aliyechomewa. Hiyo ndio imetushikia mali. Mkaleta huku mnatengeneza nao pesa. Na hisi hiyo mwili kalidi la umaskini. Ndio mnatumia nafsi yake kupata utajiri. Na wewe ni mwanaume.
hata una. Na wewe sio tajiri kwa sababu ulikeuka sheria. Mwambie. Mimi ni tajiri. Mwambie. Utajiri wa laana, sio tajiri wa ukweli. Nikizima hii moto, zima kwanza tuongee. Hata hii pia niongeze yangu na huku nyuma basi kama utaki kusogea. Songa hapa. Mganga wewe. Ongezea yangu. Songa hapa. Nikizima hii moto, azima ni songe. Uniahidi utazungumza. Tutaizima lakini utazungumza. Haya. Tulia. Daktari. Ndio. Na hisi huyu ndio bwanake Cynthia. Ndio huyu basi, sio mwingi. Nilikwambia ni mweusi, mrefu. Usijaribu kuzungumza. Uzibe huo mdomo. Lao sivyo. Mkuu hapa. Utaona. Haujui kilichomchomoa kanga ya maji. Utaijua hapa leo. Mimi nitakuja na mganga wangu. Nyamaze. Yes. Mkuu amesema. Yes sir. Amesema? Amesema atakuja na mganga. Songea hapa. Ama nimesikia li? Mipango gani mko nayo katika familia ya kina Caleb? Kulikuwa na maiti ambaye tulimwambia ni mama yake. Hiyo maiti ndiyo inatuletea mali yote ambazo tuko nazo, na ndiyo inashika mali. Then inafanya wanahangaika. Hawezi wakaendelea, hawezi wakaprocess. Ni hiyo tu mkuu. Na mbona mnaziba mamake? Na mbona mkawadanganya kwamba mama yao aliaga? Mama hao hafai kurudi. Mama hao akirudi hapa tutakuwa maskini. Sasa hiyo nini itapotea huko hivyo. Nguvu ile dawa itaisha. Je, wajua yule ambaye mmemfungia katika huyo nchi nyingine ni mamake wa Cynthia wao kweli? Mamake aliyemzaa. Mganga uko na mdomo. La, ni mamake. Uko na kiburi. Ni mamake wa kweli. Wale ni ndugu wake. Toa siri zote. Si acha niongee na kwanza mwenye kuleta moto. Wewe umeleta moto. Sasa zungumza. Wewe. Mimi unanitisha lakini unataka kumtisha mkuu. Unajua mimi ni nani? Nasema uzungumze. Mbona mkawadanganya mama yao amekufa? Mama yao lazima tungewadanganya ndio tuwachanganye. Mama yao ndio akirudi pale ile mali inatutoka sisi wote. Mimi na mjomba wake mwingine ndio tulipanga hiyo mambo yote. Sasa akiondoka hiyo mali itafanya nini? Akionekana tunakuwa maskini. Na pia hata kukienda vibaya sana tunaweza tukaaga. Na hiyo ndio kwa maana hatuwezi tukakubali hata wajue. Na mbona mkamaliza babake Caleb? Babake Caleb tulimaliza kwa maana yake baba Caleb. Baba Caleb alikuwa mganga. Na kuna shamba mahali tulienda tukateka mahali. Na yeye akatumia juju akaua huyo mtu. Na yeye hiyo title deed iko imeprocessiwa vizuri, lakini alikuwa na hii. Unaona ni kama mimi unaweza nidanganya. Na nini? Daktari, songa kando. Utasema ukweli. Mimi sitaki moto ani. Mbona mkamaliza babake Caleb? Na alikuwa rafiki yako wa karibu. Babake Caleb alikufa tu juu sasa ile ndugu yake kwanza ndiye alimaliza, hata sio mimi. Ulihusika. Muongezeka moto kidogo, akasikia vizuri huyu. Naje tena unataka kutema uongo hapa tukikusikiliza. Tena mbele ya wazee. Una adabu wewe. Kuna deal mlipata ya pesa nyingi. Na ilikuwa kwa mkono wake. Na yeye ndiye alikuwa asimamie. Na ndio kwa maana akaenda, na ndio kwa maana alikufa. Ndio sasa hiyo pesa sasa sisi tuweze tukaweze kuipata. Ndio kwa maana leo unaniona niko hapa hivi. Na ndio kwa maana ninaendelea. Na ndio kwa maana hiyo maiti lazima ingekuwa pale hivyo, ndio hiyo spirit yake isikuje kusumbua. Mkuu. Umesikia daktari? Mkuu. Hata ya kuongezea juu ya hayo. Unaona huyu hapa basi. Daktari unachoma. Huyu. Sisema basi. Haya. Unakata ukweli mkuu aongeze moto. Nataka lile moto. Moto tena. Daktari. Huyu basi hata kajiusha. Waliuziba nafsi ya babake Caleb. Na siku ya leo. Ndio mkuu, ndio. Nataka kuufungulia nafsi ya baba Caleb. Itakuwa jambo mzuri mkuu. Nataka kulifungulia nafsi ya baba Caleb siku ya leo. Naam. Tutarudi maskini. Hebu ngoja kwanza kabla tujafungilia tunaweza ongea. Na mkuu, tena kwa mara nyingine, huyu kajishiria kimapenzi. Hata una haya katika hilo familia basi.
nafsi yake baba Caleb. Unajua yale ambayo yafanya nataka kuiweka huru siku ya mganga. Mkuu anazungumza, mimi nanyamaza. Wewe zungumza basi ukateketee. Ningependa ufunge mdomo, sababu huyo mganga anaongea sana. Kwa kulifunga nafsi yake baba Caleb, mlimaliza kwa sababu alipata deal ambayo ilikuwa inaenda kubadilisha maisha ya familia yake. Alikuwa mzee mwenye roho safi. Alikuwa amepanga kubadilisha mienendo yenu, lakini kwa tamaa zenyu, wewe kama rafiki yake, nishikilia hapa kidogo nikutazame mimi. Na yule ambaye ni ndugu yake, mkapanga njama na mkamwangamiza. Na basi siku ya leo lazima niweke hiyo nafsi huru. Ndugu yake alimaliza, ambayo itawaandama hata nyinyi mkahisi uchungu. Je, unajua madhara ya kuangamiza mtu ambaye alikuwa na mienendo safi? Basi daktari, ningependa ukaribia hapa. Naam, nimekaribia mkuu. Kwa uchovu na kelele huyu kijana, mimi mfanyaje? Nimechoka mimi. Na huo miaka yangu. Nataka tufungulie nafsi ya babake Caleb. Naam. Huyo ni iko na machungu. Na hisi mahali alipo ako na machungu zaidi. Ananieleza sasa hivi analia kwa machungu, nafsi yake haina amani anapoona watoto wake wanateseka. Basi nafsi yake babake Caleb na Ruth nataka kulifungulia, na itazungumza ndani yako daktari. Jitakase sasa hivi. Nataka kuiweka huru na izungumze, ili huyu rafiki yake akapate kusikia machungu ambaye babake Caleb anayapitia. Na alikuwa na nia nzuri nanyi. Daktari, ningependa uligonge mkoba hilo bakora mara 7. Itakapofika mara ya 7 utakuwa umeifungulia nafsi yake baba Caleb, na itaweza kuzungumza, na itazungumza nawe mwalifu. Na leo nigonge mara 7. Ningependa unyamaze. Leo lazima utazungumza na rafiki yako ambaye ulimwangamiza. Huyu mganga huyu linaendelea kufunguliwa mahala ambapo lilifungwa, na limefungwa katika nyungu, linabebwa na mwanamke. Basi siku ya leo utazungumza na rafiki yako ambaye ulimwangamiza, na lazima utapokea adhabu. Naam. Natumai umewasili babake Caleb. Naam. Najua uko na machungu kwa sababu huyu rafiki yako alikuangamiza. Ina sijui nianzie wapi. Sipumziki mimi. Sipumzika kwa amani kwa huu usingizi wangu. Kwa kuwa naumia. Naumia kwa nao wanangu basi. Wanapokonya mali yao. Sam rafiki yangu. Mbona nilifanyia haya Sam? Sasa si ungepumzika tu. Sasa tena ni nini? Si unajua ndugu yako ndiye alileta hiyo mpango ya kukumaliza. Sam, penye nilikuamini Sam, nilikukupa kila kitu Sam. Nikakuamini roho langu, nikakufunga kwa rafiki yangu. Wewe si ni mufu. Wafu wacha wakae kwa wafu. Sam, unataka mimi nipumzike aje? Sisipata usingizi hata kidogo. Wanangu wanateseka. Na umejua chance ya kila kitu. Na wewe kama rafiki yangu umehusika.
Wanao ateseki, Caleb ateseki, yako sawa. Nani amekuambia anateseka? Sawa. Sawa. Ai, Ulimwangamiza huyu mzee ambaye ni ndugu yako, alikuwa alikumaliza. lakini kwa kiburi chako lazima utapata adhabu siku ya leo. Siku ya leo nitampa Caleb na Ruth nafasi ya kuweza kuzungumza nawe. Kwa mara nyingine nizungumze na wanangu. Lazima, kwa sababu hawa walikuwa wamekufunga, na siku ya leo nitafanya juhudi langu. Lakini nitafanyaje? Leo kupitia langu basi. Naelewa hili utarudi tu kulala penye ulikuwa umelala mzee. Hili langu limeoza. Naelewa siku ya leo nitakupatia nafasi ya kuweza kuwagusa watoto wako kupitia huu mwili. Wataniamini kweli mimi? Watanipokea kama baba yao mimi? Watakuamini. Lakini kabla sijawaleta hapa, lazima huyu akaweza kupata adhabu. Adhabu utakayopata wacha wafu kwa kiburi uliokuwa nayo. Njoo hapa. Hata kifo haitoshi kulipisha. Njoo hapa. Na kueleza njoo hapa.